Hii siku asubuhi, mbele ya kampuni kubwa ya Golden Holdings, ghafla gari moja jeusi la gharama kubwa lilisimama kwa fujo kidogo mbele ya geti la ofisi hiyo, na kutoka ndani yake akashuka Kelvin akiwa amevaa suti ya kifahari sana, uso wake umejaa kujiamini kupita kiasi, huku mkono mmoja akiwa na simu na akiongea kwa sauti ya juu isiyo na staha. Nimekuambia hiyo dili kamilike leo bila makosa. Sitaki kusikia excuses za kijinga. Unanielewa au nirudie tena? Alisema kwa ukali uliosikika hata kwa watu waliokuwa mbali kidogo. Sasa mbele ya geti kuna mlinzi mmoja hivi aliyeitwa Mzee Juma. Sasa huyu ndo alikuwa mmiliki halali wa hii kampuni, na Kelvin alikuwa ameajiliwa kama meneja tu, ila alikuwa na roho mbaya sana ya kutesa wafanyakazi wake. Sasa huyu Mzee Juma alikuwa amesimama kwa utulivu mkubwa, alimsogelea Kelvin kwa heshima zote, akiinamisha kichwa kidogo na kusema kwa sauti ya upole, "Karibu kiongozi, asubuhi njema sana, karibu kazini." Huku akifungua geti kwa makini bila haraka, lakini Kelvin hata hakumwangalia usoni, alimkatiza kwa dharau waziwazi akisema, "Acha maneno mengi yasiyo na maana, fungua geti tu, kazi yako ni ndogo sana, usijifanye kama una umuhimu wowote hapa." Juma alibaki kimya kwa sekunde chache, akivuta pumzi taratibu kama mtu aliyekuwa amezoea kuvumilia maneno mazito, lakini Kelvin hakuwa tayari kumwacha. Alimwangalia kwa jicho la dharau na kusema tena kwa kejeli, "Unajifanya kama una maana kubwa sana hapa wakati wewe ni mlinzi tu. Watu kama wewe mnakaa hapa miaka yote bila hata kusonga mbele. Usijidanganye kuwa utakuwa mtu wa maana kwa kuongea na watu kama sisi." Juma alijibu kwa sauti ya chini lakini yenye uzito, "Kila kazi ina umuhimu wake. Hata hii niliyopo inalinda mali za kampuni, sio kazi ndogo kama unavyofikiria." Lakini Kelvin alicheka kwa sauti ya dharau iliyojaa kiburi na kusema, "Hizo ni hadithi za watu walioshindwa maishani. Usinifundishe mimi sio wa level yako." Muda mfupi baadaye, mfanyakazi mmoja alifika akiwa amechelewa, uso wake umejaa hofu na wasiwasi. Akamsogelea Juma kwa unyenyekevu mkubwa na kusema kwa sauti ya chini, "Tafadhali nisaidie leo. Nimechelewa kwa sababu nyumbani kuna matatizo makubwa sana. Hali haikuwa nzuri kabisa." Na Juma alimwangalia kwa huruma ya kweli, kisha akamwambia, "Pita tu, ninaelewa hali yako. Wakati mwingine maisha yanakuwa magumu." Lakini kabla mfanyakazi huyo hajapiga hatua chache, Kelvin aliyekuwa bado hajapanda kabisa ndani, aligeuka kwa hasira kali na kupaza sauti kwa ukali uliosababisha kila mtu kusimama, "Wewe mlinzi unatoa ruhusa kama nani?" Mfanyakazi yule aliganda pale pale kwa hofu. Kelvin akaendelea kwa ukali zaidi, "Hii siyo nyumba yako, ni kampuni. Unaelewa maana ya sheria au unaishi tu bila kufikiria?" Juma alijaribu kujieleza kwa upole huku akionyesha heshima kubwa, "Niliona ana shida kidogo na familia yake haipo sawa, amenielezea kiongozi, hivyo nikamruhusu aingie." Lakini hata kabla hajamaliza sentensi, Kelvin alimkatiza kwa sauti ya ukali uliokithiri, "Wewe sio meneja. Kaa kwenye nafasi yako na fanya kazi yako. Acha kujifanya una mamlaka ambayo huna kabisa." Mfanyakazi yule alishindwa kabisa kusema chochote, akainamisha kichwa chini kwa aibu kubwa, kisha akaondoka kwa haraka, huku watu waliokuwa karibu wakitazamana kimya kimya kwa hofu na aibu. Hakuna aliyethubutu kusema hata neno moja. Kelvin aligeuka tena kwa Juma na kusema kwa sauti ya dharau, "Hapa hakuna huruma. Mtu akichelewa afukuzwe, sio kuingizwa kwa sababu za kipuuzi kama hizo. Unaharibu mfumo wa kazi." Na Juma alijibu kwa utulivu, "Wakati mwingine ubinadamu ni muhimu kuliko sheria kali. Maisha siyo meza ya mahesabu tu." Kelvin alicheka kwa sauti ya juu iliyojaa dharau na kusema, "Ubinadamu huo ndio umekufanya uwe hapa ulipo, maskini bila maendeleo. Watu kama mimi hatuishi hivyo," alisema huku akitikisa kichwa kwa majivuno makubwa. Juma alinyamaza tena, macho yake yakionyesha uvumilivu mkubwa, lakini pia yakificha jambo la ndani ambalo halikuonekana kwa urahisi, na hilo lilimfanya Kelvin azidi kukasirika. "Unafanya kama hulisikii au unajifanya mjinga?" aliuliza kwa hasira. Siku ziliendelea, Kelvin alianza kufanya tabia hiyo kila siku, akimchokoza Juma kwa makusudi, akitafuta tu sababu ya kumdhalilisha. Akifanya hivyo ni kama vile anapata furaha fulani ya ajabu katika kumuumiza mtu mwingine.
Siku moja alishuka kwenye gari akiwa na chupa ya maji mkononi, akaifungua kwa haraka, akanywa kidogo, kisha akaangalia chini kwa makusudi na kuitupa ile chupa karibu na miguu ya Juma. "Chukua hiyo ndiyo kazi yako, kama uko juu kuliko ulivyo," alisema kwa dharau kali. Juma aliinama polepole, akaichukua ile chupa bila kusema neno lolote na kusema kwa sauti ya chini, "Kazi ni kazi ndugu, hakuna kazi ndogo mbele ya heshima." Lakini Kelvin alicheka kwa kejeli. "Hiyo ndiyo mentality ya watu kama wewe, kubaki chini milele bila matumaini." Juma alimwangalia kwa macho ya utulivu yaliyoficha mengi sana, akasema kwa sauti ya upole, "Siku moja ipo na kila mtu hujifunza kwa njia yake." Lakini Kelvin alimkatiza haraka, "Mimi sina cha kujifunza kutoka kwako, wewe si chochote mbele yangu." Kelvin aliondoka huku akicheka kwa majivuno, akiamini kabisa kuwa yeye ndiye mwenye nguvu, mamlaka na thamani kuliko kila mtu aliyekuwepo ofisini pale. Lakini ndani ya Juma kulikuwa na utulivu wa ajabu sana, sio wa uoga wala udhaifu, bali wa mtu anayejua kitu ambacho wengine hawajui, mtu anayesubiri muda wake ufike. Watu wengi walimuona Juma kama mlinzi wa kawaida tu, mtu asiye na maana wala nguvu yoyote, lakini ukweli ulikuwa umefichika ndani yake, ukweli ambao ungekuja kubadilisha kila kitu. Na hapo ndipo, bila Kelvin kujua hata kidogo, alianza kujenga adui kimya kimya, adui ambaye angekuja kubadilisha kabisa maisha yake siku za karibuni. Kadri siku zilivyokuwa zikisonga mbele, hali kati ya Kelvin na Juma haikuwa tena ya kawaida, bali ilianza kubadilika kuwa uwanja wa vita ya kimya iliyojengwa juu ya kiburi, dharau na hasira zilizokuwa zikiongezeka kwa kasi kila siku, kiasi kwamba kila asubuhi Kelvin alipofika getini hakukuwa tena na salamu wala heshima, bali alianza moja kwa moja kumshambulia Juma kwa maneno, kana kwamba alikuwa anatafuta namna ya kuthibitisha kuwa yeye ni mkubwa zaidi. "Wewe bado uko hapa, hujachoka kusimama hapa kama sanamu kila siku," alisema kwa sauti iliyojaa kejeli nzito. Juma alimwangalia kwa utulivu ule ule wa kawaida, akiinamisha kichwa kidogo huku akijibu kwa sauti ya chini lakini yenye uzito mkubwa, "Kila mtu ana safari yake mkuu, ipo siku utanielewa." Lakini Kelvin hakupendezwa hata kidogo na jibu hilo. Alisogea karibu zaidi, akimkazia macho na kusema kwa dharau iliyochanganyika na hasira, Safari yako inaishia hapa getini. Usijidanganye, watu kama wewe hamna future. Unaishi tu siku hadi siku bila mwelekeo wowote." Juma hakujibu haraka. Alikaa kimya kwa sekunde chache, akimtazama Kelvin kwa macho yaliyokuwa na utulivu lakini pia yakificha mengi. Kisha akasema taratibu, "Wakati mwingine mwisho unaonekana mwanzo kwa macho ya haraka, lakini ukweli huwa tofauti." Na hilo lilimfanya Kelvin acheke kwa sauti ya juu kwa dharau kali. "Acha falsafa zako za kipuuzi. Mimi sio mtu wa kusikiliza maneno ya mtu kama wewe." Kelvin alizidi sana kumwonea Juma sasa hii siku. Alimwangalia Juma na kusema kwa ukali, "Kila siku na kuona hapa. Huoni aibu? Huna hata ndoto ya maisha zaidi ya kusimama getini?" Na Juma akajibu kwa upole, "Kila mtu ana nafasi yake kwa muda fulani." Lakini Kelvin alimkatiza kwa haraka, "Hapana, wewe umeamua kubaki chini milele. Hilo ndilo tatizo lako." Kelvin alimsogelea karibu zaidi, akimzunguka kidogo kana kwamba anatafuta sehemu ya kumchoma zaidi. Kisha akasema kwa sauti ya chini lakini yenye dharau kali, "Unajua nini? Hata ungejaribu vipi, huwezi kufika hata nusu ya nilipo mimi." Na Juma akamjibu kwa utulivu, "Maisha sio mashindano ya nani yuko juu leo, ni nani anayejua kesho yake." Lakini Kelvin alitikisa kichwa kwa kejeli, "Kesho yako haina tofauti na leo yako, Juma." Kadri siku zilivyokuwa zikisonga mbele, Kelvin alianza kuona kama vile kumdharau Juma kulikuwa kunampa nguvu fulani ya ajabu. Akianza hata kupanga makusudi ya kumchokoza kila alipomuona, akisema maneno ya kumuumiza zaidi kila siku. "Watu kama wewe mnapaswa kushukuru tu kuwa mna kazi, hata kama ni ya chini," Kelvin alisema siku moja kwa dharau, na Juma akajibu kwa utulivu, "Kila kazi ina heshima yake." Lakini Kelvin alimkatiza kwa kejeli, "Heshima? Wewe huna hata hiyo heshima unayoisema." Juma alimwangalia kwa makini, akasema kwa sauti ya chini, "Heshima haiji kwa kuomba, hujengwa na matendo." Na Kelvin alicheka, "Na matendo yako ni kusimama getini. Hiyo ndiyo heshima yako?"
Hali hiyo ilianza kumkera Kelvin zaidi kwa sababu hakupata majibu ya hasira aliyokuwa anayatamani. Akahisi kama vile Juma anamshinda kimya kimya bila kupigana, na hilo lilimfanya azidi kuwa na chuki ndani yake. Siku moja alisema kwa hasira, "Ukimya wako haukusaidii, utaishia hivyo hivyo milele." Na Juma akajibu, "Wakati mwingine ukimya una nguvu kuliko kelele." Lakini Kelvin hakukutana kulikubali hilo. Kelvin aligeuka kwa hasira na kusema, "Utaendelea kuwa hivyo milele." Lakini ndani yake alianza kuhisi kama kuna kitu hakiko sawa, ingawa hakutaka kukubali hilo kabisa. Juma alimwangalia kwa utulivu ule ule, lakini safari hii macho yake yalionyesha kitu kipya, sio huzuni, bali uhakika wa jambo ambalo bado halijafika wakati wake. Na hapo ndipo vita ile ya kimya ilianza kuwa kubwa zaidi, sio tena ya maneno tu, bali ya kiburi dhidi ya utulivu, dharau dhidi ya heshima, na mwisho wake ungekuwa funzo kali ambalo Kelvin asingelisahau. Wiki chache baadaye, upepo wa mabadiliko ulianza kuvuma kimya kimya ndani ya kampuni ya Golden Holdings. Taarifa nzito ikisambaa kwa siri kana kwamba ni moto wa chini kwa chini, kwamba mmiliki mpya wa kampuni angekuja kufanya kikao maalumu pamoja na ukaguzi wa ghafla, jambo lililowafanya wafanyakazi wengi kupata na hofu na wasiwasi mkubwa. Lakini kwa upande wa Kelvin, taarifa hiyo haikuwa ya kutisha, bali ilikuwa kama mwaliko wa mafanikio, nafasi ya kung'ara mbele ya mtu mwenye mamlaka makubwa zaidi. Na moyoni mwake alijisemea kwa majivuno, "Hii ndiyo siku ambayo itanifanya nitambulike rasmi." Tangu alfajiri ya siku hiyo, Kelvin alikuwa na mwonekano tofauti kabisa na siku nyingine zote. Hatua zake zilikuwa na msisitizo wa kujiamini uliopitiliza, macho yake yakionyesha kiu ya kuthibitisha ubora wake, na kila alichokifanya kilionekana kana kwamba anajiandaa kwa jukwaa kubwa la maisha yake, akijisemea mara kwa mara, "Hakuna mtu atakayenizidi leo, lazima boss anione mimi kwanza." Alipofika getini, alisimama kidogo kabla hajashuka kabisa ndani ya gari lake, akimtazama Juma aliyekuwa amesimama kama kawaida yake kwa utulivu usioyumba, na hilo lilimkera Kelvin kwa namna isiyoelezeka. Akashuka taratibu huku akimkazia macho na kusema kwa sauti iliyojaa majivuno, "Leo kuna bosi mkubwa anakuja. Hakikisha usiharibu mamba kwa uzembe wako wa kawaida unaotokea kila siku." Juma alimwangalia kwa utulivu ule ule ambao Kelvin aliuona kama udhaifu. Akatabasamu kidogo kwa hekima isiyoonekana kirahisi, kisha akasema kwa sauti ya chini lakini yenye kujiamini kwa namna ya ajabu, "Usijali boss, kila kitu kitakuwa sawa. Hakuna kitakachoharibika." Lakini utulivu huo haukumtuliza Kelvin, bali ulimkera zaidi. Kelvin alitikisa kichwa kwa kejeli iliyochanganyika na dharau nzito. "Wewe hujui kinachoendelea ndani. Haya mambo sio ya watu kama wewe, ni ya watu wa levo yangu," alisema huku akijivuna kana kwamba tayari alikuwa ameshinda mchezo ambao haujaanza. Juma alinyanyua macho yake taratibu, akamwangalia Kelvin kwa makini kama mtu anayesoma kitabu kilicho wazi, kisha akasema kwa sauti ya utulivu wa ajabu, "Kuna mambo mengi huonekana madogo kwa macho ya juu juu, lakini yana uzito mkubwa ndani yake." Maneno yaliyokuwa na kina, lakini Kelvin hakuyavumilia hata kidogo. Kelvin alicheka kwa sauti ya juu iliyojaa dharau. "Acha hizo hadithi zako za ajabu. Kaa tu kwenye kazi yako. Usijaribu kuelewa mambo makubwa," alisema huku akigeuka kuingia ndani kwa majivuno. Kadri muda ulivyokuwa unasogea kuelekea saa ya kikao, hali ndani ya kampuni ilianza kuwa nzito zaidi, watu wakikimbizana huku na huku, nyuso zikionyesha presha na matarajio. Lakini Kelvin alikuwa ametulia kwa namna ya kujiona, akiamini kabisa kuwa hakuna kitakachokwenda vibaya kwake. Alijisemea moyoni kwa sauti ya ndani iliyojawa majivuno, "Leo lazima nionekane, lazima boss anitambue, lazima kila mtu aone mimi ni nani hapa." Na mawazo hayo yalizidi kumjaza nguvu ya kujiamini isiyo na mipaka. Saa ya kikao ilipofika, Kelvin aliingia ndani ya ukumbi mkubwa kwa hatua za kujiamini. Akaketi sehemu ya mbele kabisa kana kwamba tayari alikuwa sehemu ya uongozi wa juu. Lakini ghafla akahisi kama kuna kitu anakosa. Akasimama na kutoka nje kwa haraka. Alipofika nje, alimkuta Juma akielekea upande wa mlango wa ukumbi kwa utulivu ule ule wa kawaida, jambo lililomshangaza Kelvin na kumfanya akasirike mara moja. Akamzuia kwa mkono na kusema kwa ukali, "Wewe unaenda wapi?" Juma alisimama, akamwangalia Kelvin kwa utulivu bila hofu, akajibu kwa sauti ya chini, "Naenda ndani," jibu ambalo lilikuwa rahisi lakini lilimchoma Kelvin vibaya sana.
Kelvin alicheka kwa dharau kali. Ndani? Hii siyo sehemu yako. Rudi pale getini kwenye nafasi yako. Hii ni sehemu ya watu wakubwa, alisema huku akijivuna kana kwamba tayari alikuwa ameshinda mchezo ambao haujaanza. Juma hakupandisha sauti wala kubadilika. Alisema kwa utulivu ule ule, usijali, nitaingia na kukaa kwa utulivu tu, wala usiwe na shaka boss. Lakini Kelvin alikataa kabisa. Hakuna kitu kama hicho, wewe huna nafasi hapo ndani. Juma alinyamaza kidogo, akavuta pumzi ndefu kwa utulivu, kisha akasema kwa sauti ya chini, sawa, bila kubishana. Lakini macho yake yalionyesha kitu tofauti kabisa, uhakika wa jambo ambalo bado halijafunguka. Kelvin aligeuka kwa majivuno na kuingia ndani ya ukumbi, akaketi kwa kujiamini sana, huku akijiandaa kumpokea boss mpya, akijisemea moyoni, hii ndio siku yangu ya kuonekana. Ukumbi ulikaa kimya kwa sekunde kadhaa, hali ya kusubiri ikitawala kila kona, na Kelvin alikuwa akitazama mlango kwa hamu kubwa, akitarajia mtu mwenye hadhi ya juu kabisa. Lakini ghafla, mlango ulifunguliwa taratibu, na mtu aliyeingia alibadilisha kabisa hewa ya ukumbi. Alikuwa ni Juma, lakini sio yule wa kawaida, bali akiwa amevaa suti ya kifahari sana, nadhifu kupita kiasi, akitembea kwa kujiamini tofauti kabisa. Ukumbi mzima ulikaa kimya cha mshangao. Baadhi ya watu waliinuka bila hata kuelewa kinachoendelea, na Kelvin alibaki amesimama ghafla, macho yake yakiwa yamejaa mshtuko usio na majibu. Hapana, haiwezekani, alinong'ona polepole, huku akili yake ikianza kupoteza mwelekeo, akijaribu kuelewa kile anachokiona. Juma aliendelea kutembea mbele kwa utulivu ule ule, hatua zake zikibeba uzito wa siri kubwa iliyokuwa imefichwa kwa muda mrefu. Na hapo ndipo Kelvin alianza kuhisi kuwa mambo hayakuwa kama alivyokuwa akiyafikiria. Na katika sekunde chache tu, ukweli uliokuwa umefichwa ulianza kujifunua polepole, na Kelvin alihisi kwa mara ya kwanza maishani mwake kuwa huenda vita aliyokuwa anaichukulia kawaida ilikuwa kubwa zaidi kuliko uwezo wake wa kuielewa. Ukumbi mzima ulitulia ghafla baada Juma kuingia akiwa katika mwonekano ambao hakuna mtu aliyewahi kumwona nao hapo awali, na kabla hata watu hawajapata muda wa kuelewa kinachoendelea, meneja mkuu alisimama kwa heshima kubwa na kusema kwa sauti iliyojaa uzito, tunamkaribisha mmiliki wetu mpya wa kampuni ya Golden Holdings, Bwana Juma. Maneno yaliyosababisha ukumbi mzima kugubikwa na mshangao mzito uliosimama kama ukuta. Kelvin alihisi kama dunia imesimama kwa sekunde chache, macho yake yakanywea kwa hofu na mshangao usioelezeka. Akainuka ghafla kutoka kwenye kiti chake, huku akitikisa kichwa kwa kukataa ukweli uliokuwa mbele yake. Hapana, hii haiwezekani. Haiwezekani kabisa, alinong'ona kwa sauti iliyovunjika. Juma aliendelea kutembea kwa utulivu ule ule aliyokuwa nao kila siku getini, lakini safari hii kila hatua yake ilikuwa na uzito wa mamlaka. Kisha akanyanyua macho yake taratibu na kumwangalia Kelvin moja kwa moja, kana kwamba alikuwa akisoma nafsi yake. Kwa sauti nzito iliyobeba historia ya maneno yote aliyovumilia, Juma alisema, umenidharau kila siku bila kujua mimi ni nani. Maneno yaliyopenya moja kwa moja ndani ya moyo wa Kelvin na kumfanya ashindwe hata kusimama sawa. Kelvin alitetemeka kwa hofu, sauti yake ikipoteza nguvu zote alizokuwa nazo hapo awali. Samahani mkuu, sikujua. Ningejua ningekuwa tofauti, alisema huku machozi yakianza kujikusanya machoni mwake. Juma hakubadilika, hakupandisha sauti, bali aliuliza kwa utulivu wenye uzito mkubwa, kama ungejua ungekuwa tofauti? Swali ambalo lilikuwa rahisi lakini lilimfunga Kelvin kabisa. Kelvin alijaribu kufungua mdomo wake lakini hakukuwa na maneno ya kutoka. Akainamisha kichwa chake chini kwa aibu kubwa, akihisi uzito wa matendo yake ukimwangukia ghafla kama mzigo mzito. Juma aliendelea kwa sauti ile ile ya utulivu. Unaheshimu mtu mwenye cheo na muonekano tu, lakini sio binadamu wa kawaida. Swali hilo lilikuwa kama kioo kilichoonyesha ukweli ambao Kelvin alikuwa ameukimbia kwa muda mrefu. Kelvin alishindwa kuvumilia uzito wa hali ile, akapiga magoti mbele ya watu wote bila hata kufikiria hadhi yake ya awali. Naomba nafasi ya kubadilika mkuu, nimekosea sana, sitarudia kuwa hivi tena, alisema huku machozi yakimta wazi wazi. Ukumbi mzima ulikuwa kimya, hakuna aliyethubutu kusema neno, kila mtu akishuhudia jinsi nguvu ya kiburi ilivyokuwa imeanguka mbele ya ukweli.
Juma alimtazama kwa muda mfupi, macho yake hayakuwa na chuki wala hasira, bali yalikuwa na mchanganyiko wa haki na hekima. Kisha akasema kwa sauti ya mamlaka, kila tendo lina matokeo yake na kila mtu lazima ajifunze kwa njia yake. Kelvin aliinua macho yake kwa hofu, akijaribu kutafuta huruma, lakini Juma akaendelea kusema, kuanzia leo ninakushusha cheo, utakuwa msaidizi wa chini kabisa, maneno ambayo yalisikika kama hukumu isiyopingika. Kelvin alihisi moyo wake ukizama, lakini hakubisha, hakupinga, alikubali kimya kimya kwa sababu alijua kabisa kuwa alichokifanya kilikuwa kimevuka mipaka. Juma aliongeza kwa sauti ya mwisho, utajifunza heshima kuanzia chini, maneno ambayo yalikuwa mapifi lakini yenye uzito wa maisha yote. Kelvin alibaki amepiga magoti kwa sekunde kadhaa, kisha polepole akanyanyuka, machozi yakimta wazi wazi, na akaanza kuondoka taratibu, huku kichwa chake kikiwa kimeinama chini kabisa. Hatua zake zilikuwa nzito, kila hatua ikiwa na kumbukumbu ya maneno aliyowahi kusema, dharau aliyowahi kutoa, na watu aliyowahi kuwadharau bila sababu. Siku zilianza kupita, na kwa mara ya kwanza maishani mwake, Kelvin alianza kuiona dunia kwa macho tofauti. Akaanza kuwaheshimu watu bila kujali nafasi zao. Akawa mtu wa kusaidia badala ya kudhalilisha. Watu waliokuwa wanamjua zamani walishangaa kuona mabadiliko yake. Jinsi alivyokuwa mnyenyekevu, mpole na mwenye kujali kila mtu aliyekutana naye. Juma alimwangalia kwa mbali muda mrefu bila kusema chochote, lakini ndani yake alijua kuwa somo lilikuwa limefika mahali lilipokusudiwa kufika. Na hapo ndipo Kelvin aligundua ukweli ambao hakuwahi kuuelewa kabla, kuwa heshima sio kitu unapata kwa cheo, bali ni kitu unajenga kwa matendo yako. Na mwisho wa yote, historia hii ilibaki kuwa funzo kwa kila mtu, kuwa usimdharau mtu kwa nafasi yake, kwa sababu hujui anaweza kuwa nani kesho, na wakati mwingine yule unayemdharau leo ndiye anayekuja kuwa mwalimu wa maisha yako kesho. Na huo unakuwa ndo mwisho kabisa wa stori yetu. Tafadhali tuandikie maoni yako hapo kwenye comments, ni nini ungekifanya na pia unatazama ukiwa wapi. Usiache kusubscribe, kucomment pamoja na kushare. Tukutane tena next time. Bye bye.